Watoto wanaoishi tofauti na umri wao, yaani ni mtoto mdogo anafanya vitu vya kiutu uzima, ama ni mtoto wa miaka 10 anafanya vitendo vya mtoto wa miaka 4, 3. Kwa hiyo hii pia ni swala la kuangalia. Kama anafanya vitu vya kiutu uzima sana kama mtoto, ni vizuri ukaweza kuangalia ni nini kinaweza kutokea. Pengine kuna vitu anavyojifunza ambavyo vinamvusha baadhi ya hatua zake za ukuaji wa kitoto, na ukimwacha aendelee kuwa hivyo hivyo, ina maana unamnyima nafasi yake ya kuwa mtoto na ambavyo angeweza kujifunza baadhi ya vitu ambavyo angeenda navyo katika maisha yake yote. Lakini kama ni mkubwa na anafanya vitendo vya mtoto wa miaka 3 na kurudi nyuma, inawezekana kwamba anayo shida ana developmental delays kwenye ukuaji wake. Kuna hatua ambazo haziendei vizuri. Kwa hiyo hii unaweza ukaenda hospitali, maana vingine vinaweza vikapata ufumbuzi hospitali, lakini pia mwanasaikolojia anaweza kukusaidia. Lakini wapo wale watoto ambao kuishi kama watu wazima, kwa sababu sisi wazazi katika umri wao mdogo tumewapa majukumu ya kiutu uzima. Sasa mzazi kwa watoto hawa unaweza ukafurahi, mtoto wangu anatenda hivi, ana heshima, ana adabu, anafanya vile, lakini ikiwa kama unaiba nafasi yake ya kuwa mtoto, itaenda kumtokea maishani mwake mote, kwa sababu atakuwa anavuka hiyo hatua, na kwake ni aina fulani ya unyanyasaji ambayo wewe hutaiona na yeye hataiona hivyo, lakini itaenda kumbadilisha ndani yake na atachukulia ulimwengu kwa namna tofauti. Asanteni kwa kuwa pamoja nasi katika mada hii ambayo tulikuwa tunaangalia tabia za changamoto kwa mtoto na tafsiri ambayo tunaweza kuifikiria kisaikolojia. Naomba nikukaribishe wewe kama mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Ni tabia ipi ambayo ina changamoto kwa mtoto ungependa kufahamu zaidi, kama kuna tafsiri yake ya kisaikolojia? Na naomba niweke wazi kwamba tabia zingine za changamoto ni kutokana na ukuaji wa mtoto. Sio kila moja ina tafsiri ya kisaikolojia, lakini nimejaribu kueleza upande mwingine ili tuweze kufahamu baadhi zina tafsiri kisaikolojia ambayo moja kwa moja inaendana na aina ya malezi mtoto huyu anapata. Kwa hiyo karibu, tuambie ni tabia ipi ambayo tumeisahau, ama tuulize swali ili tuweze kujadiliana. Asante.